Yes, hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. It's a very nice time, muda mzuri. I have a message for you na furaha. Naamini hata wewe pia una hii furaha pia. Na una hiyo amani pia. Furaha ya kweli, amani ya kweli. Mungu akubariki. I have a message ambayo Roho Mtakatifu ameshare na mimi na niko nasoma nikishare na wewe pia. It's a very good message ambayo najua itakusaidia na itabariki wengi sana. Message inatoka Wafilipi sura ya 4 mstari wa 12. Nitakusomea. Mtume Paulo anasema, najua jinsi ya kupungukiwa, tena najua jinsi ya kuwa na vingi. Katika hali yoyote na katika mambo yote nimefundishwa kuwa na shibe na kuwa na njaa, kuwa na vingi na kupungukiwa. Lakini pia ukienda mstari wa 13 anasema, nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Mtume Paulo anasema amejifunza kuwa na vingi, na amejifunza kupata, amejifunza kukosa. Amejifunza wakati wa shibe, amejifunza wakati wa njaa. Nataka nikwambie kitu kimoja. Dunia tunayoishi au maisha ambayo tunayaishi sisi wanadamu ni maisha ambayo yanakuwa na nyakati tofauti. Hanaga nyakati moja tu. Hakunaga wakati wa kupata tu au hakunaga wakati wa afya tu. Lazima kuna wakati utakuwa na afya, kuna wakati utaumwa. Kuna wakati utaumwa wewe, wataumwa watoto, wataumwa ndugu zako. Kuna wakati ambao utakuwa unapanda, kuna wakati ambao utakuwa unavuna. Sasa ni kama tu mfumo wa dunia unavyoenda. Unaweza kulima shamba, mavuno yakawai au mavuno yakachelewa. Sasa binadamu wengi tunakuwa tunaamini katika season moja ya maisha. Tunaamini katika wakati mmoja tu wa kuvuna. Au yamkini mwingine amekuwa katika season moja tu ya kupitia mateso. Yaani wewe maisha yako utamekuwa ni kuteseka tu. Lakini siamini kama Mungu anakupa nyakati ya kuteseka tu. Lazima kuna nyakati za furaha zilikuja, lakini labda kwa sababu mateso yalikuwa ni mengi, mateso yamekuwa ni mengi labda kuliko faraja, unaweza kuona katika season moja. Nataka nikwambie neno moja. Kitu cha kwanza ni lazima ufundishe moyo wako kujua kwamba nyakati zote zinakuja kwa makusudi ya Mungu. Na lazima ujue kwamba katika nyakati zote Mungu pekee ndiye anayeweza kutuvusha na kutupa nguvu ya kupita. Ndio maana Paulo anasema nimejifunza kupata, nimejifunza kukosa, kufanikiwa na kutokufanikiwa, kukana kuwa na shibe na kuwa na njaa, lakini katika yote nayaweza kwa sababu yuko ananitia nguvu. Unapopita katika nyakati za matatizo, unapopita katika nyakati ngumu, basi muombe Mungu akutie nguvu. Na mimi naomba Mungu wakati huu kwamba Mungu akupe nguvu katika kipindi hiki ambacho unapitia. Aidha ni kipindi kigumu, aidha ni kipindi unauguza, aidha ni kipindi ambacho unapambana kutafuta ajira, kutafuta kazi, aidha ni kipindi ambacho una struggle kujikwamua kiuchumi. Binadamu wote tunakaa kupambana. Na wala usitishwe na mifumo. Unajua shetani siku hizi ana mbinu anatumia vitu vya kuona kwa macho ambavyo vinavutia, anatumia fedha. Ndio maana kuna wakati mtu Paulo anasema kuna watu wengine walinaswa, wako watu ambao wamenaswa kwa tamaa za ulimwengu na wakaamua kufuata ulimwengu. Lakini mafanikio ya dunia yapo. Shetani anakupa mafanikio, lakini kuna wakati mwingine anakuwa ni mafanikio ambayo hayana furaha. Utafanikiwa ndio, lakini huwezi kuwa na furaha. Kwa sababu kuna masharti yake, kuna misingi yake ambayo mwisho wa siku yatakubana tu. Hauwezi kuwa na furaha. Kwa hiyo wakati ambao unapitia changamoto, ninakuomba hata kama ni binti umesoma, umefanikiwa, au ni kijana una maisha lakini una struggle namna gani, unapata mwanamke, unakutana na wake, au mwanamke unakutana na naume, unawapa moyo wako, unawapa muda wako, end of the day wanaishia kukudestroy, kukuumiza. Usilazimishe katika wakati huu. Wakati ambao unakaa unatafuta, wakati ambao umekaa unasubiri, basi muombe Mungu akupe moyo wa ustahimilivu, moyo wa nguvu, uweze kuvuka katika hicho kipindi. Na the more unavyoweza kuvumilia, ndivyo baraka ya Mungu inavyozidi kukaribia. Tukumbuke kwa habari ya Ayubu. Ayubu alijaribiwa, lakini Mungu alikuwa anajua kwamba Ayubu anapitia matatizo. Alijua kwamba Ayubu ana wajibu mwingi mzima. Nyakati unayopitia Mungu anajua kwamba unapitia nyakati gani, na Mungu anajua kwamba sasa hivi unateseka, sio kwa Mungu aone.
Sio kwa Mungu hajui kama sasa hivi hauna ajira. Sio kwa Mungu hajui kwamba sasa hivi unahitaji kufanikiwa katika maisha, hauna pesa ya kula, hujui ufanye nini. Sio kwa Mungu hajui ya kwamba sasa hivi unapitia changamoto ya watoto. Sio kwa Mungu hajui kwamba sasa hivi unapitia changamoto ya mume au changamoto ya mke. Mungu anajua. Lakini kitu pekee ambacho kitafanya Mungu atende kwa haraka ni wewe kukaa kimya na kuwa na subira na kusema, Mungu naomba nipe nguvu katika kipindi hiki kinachopita, kwa sababu ninaamini kuna wakati upo na hauko mbali, utanijibu kwa wakati. Na nikupe siri nyingine. Kuna mwingine anasema, sasa kama Mungu wetu ni Mungu mwema, kwa nini tunapitia matatizo? Kwa nini Mungu ameruhusu nipitie hii changamoto? Kwa nini Mungu ameruhusu nipite katika magonjwa? Kwa nini Mungu ameruhusu mume wangu aweze kuumwa? Kwa nini Mungu ameruhusu watoto wangu wawe hivi? Kuna mambo yanatokea na Mungu anayaruhusu ili kuonyesha kwamba sisi binadamu hatujakamilika. Kuna wakati Mungu analeta madhaifu ili wanadamu tumkumbuke na tujue kwamba yeye yupo. Kwa katika kipindi ambacho unapitia siku zote, epuka kulaumu. Nyakati yote ngumu, acha kulaumu. Acha kunung'unika. Na hata kama unafanya maombi wakati wa matatizo, kana maombi haya tu, Mwenyezi Mungu, na kuomba unipe nguvu za kuvuka katika kipindi hiki. Kwa sababu naamini ya kwamba wewe ndiye unayeweza kunipa nguvu kwa kipindi hiki. Na mimi naomba Mungu katika wakati naongea, wakati tunasikiza ujumbe huu, basi Mungu akakupe nguvu ya kuvuka, akakupe nguvu ya kushinda. Hakuna gumu linalodumu. Yesu alishabeba katika msalaba magumu yetu yote. Kikubwa ni lazima tuwe tuna moyo wa kuvumilia, lazima tuwe tuna roho ya uvumilivu. Na Mungu akubariki sana katika jina la Yesu Kristo. Amen.